لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. فيا أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bado hatujaacha kuwa tunazinduana na kukumbushana juu ya mambo ya sheria katika dini ya Kiislamu ili tuuelewe Uislamu vile ulivyoletwa na ulivyotakiwa upokelewe na kuaminiwa. Sio tuupokee na kuamini tunavyotaka sisi na tuuelewe tunavyotaka sisi, tuufahamu vile Mwenyezi Mungu alivyotaka. Haya ndiyo madhumuni makubwa katika darasa zetu hizi tunazoziendesha. Katika kufahamu Uislamu vizuri, tunawajibika kuyafahamu mambo ndani ya ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatokubali ibada yoyote isiyotokana na yeye, na atajikuta mtu ameingia kwenye hasara kubwa pindipo atapokuwa ameabudu kinyume. Hata kama nia yake ilikuwa ni nzuri, nia nzuri lazima iwafik katika matendo yaliyokuwa sahihi ya ibada. Tulimalizia katika darasa iliyopita tukasema ya kwamba wa minhum man ya'taqidu anna min tamami alhaji, miongoni mwa mahujaji wako wanaoitakidi kwamba katika kutimia ibada ya hija
taqdisu hajjuhu, ni kuitakasa hija yake biziyarati qabri al-Khalil, kwa kulizuru kaburi la kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Naye anakusudiwa hapa ni Nabii Ibrahim. Wa illa, na kama hakulizuru kaburi hilo, wanaitakidi kwamba fahajjuhu naqisun, hija yake mtu ni pungufu, au ghairu sahihin, watilia mbali kwa pungufu, si sahihi kabisa, hija yake batil. Hivi kaupokea Uislamu mtu ndivyo sivyo? Hakuna kitu kama hicho bwana. Ibada ya hija haliendewi kaburi la yoyote. Ibada ya hija yanaendewa matukufu ya Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye aliyetangaza wito wa ibada ya hija, na ibada ya hija ina mambo huru yenyewe, yanatosha peke yake kuwa ni ibada. Kama atayamaliza mtu kafanikiwa sana. Wa hadha jahlun, tukasema kwamba huu ni ujinga. Wa i'tiqadun fasidun, na hii ni itikadi mbaya yenye kufisidi, inamfisidia mtu Uislamu wake bwana. Lianna alhajja, kwa sababu ibada ya hija ibadatun mustaqilla, ni ibada iliyo huru, haitaki kutomewa na kutiwa plasta na vitu vingine vidogo vidogo, kama lazima utembelee kaburi la nani ndio hija yako hiyo sahihi. Hapana. La ta'allaqun lahu bighairihi, hakuna mafungamano ya ibada ya hija na mambo mengine yoyote yale, ni yale yale ya hija tu, manasikul haji basi. Wa amma ziyaratu Baitul Maqdis, tukasema kwamba ama kitendo cha kuzuru msikiti Baitul Maqdis, jambo hilo hatulikatai. Fa sunnatun mustahabba, ni sunna iliyopendezeshwa kisheria, lakini iwe ni ziara. Na tena Baitul Maqdis ni miongoni mwa misikiti mitatu unaweza kuikusudia kabisa na kwenda kusali pahala pale ili nipate thawabu zaidi. Umo katika misikiti mitatu. Lianna salata fihi, kwa sababu sala ndani ya msikiti huo itaadilu 500 salatin, inakuwa inalingana kama sala 500 ya msikiti mwingine, ukiondosha Baitullahil Haram na ukiondosha Masjid Nabawi. Ni miongoni mwa misikiti mitatu. Lakini kutembelea Baitul Maqdis si katika ibada ya hija, bali unaweza kufunga ziara kwenda kule. Sasa kuna hadithi watu wamezibumba bumba, wamezifanya mpaka wakaweza kudanganyia watu. Lazima tuwatambue watu hao hatari sana, wajanja sana. Kuna hadithi wanayosingizia kwamba kutokana na mtume katika mambo ya makaburi haya. Wa hadithu, na hadithi semayo kuwa mtume kasema, man zarani, atakaye nizuru mimi, yani kumzuru mtume kwa sisi ambao hatukumuona ni kuzuru kaburi lake. Ati mtume kasema, man zarani, yule ambaye amenizuru mimi, wazara abi Ibrahima, na akamzuru baba yangu Nabii Ibrahim, akabahatika mtu huyu kuzuru ziara mbili hizi fi amin, ndani ya mwaka mmoja huo huo, akanizuru mimi, akamzuru baba yangu Ibrahim katika mwaka mmoja huo. Anasema mtume katika hadithi hiyo, dhamintu lahu, mimi nimechukua dhamana kwa mtu huyo, ala Allahi, juu ya Mwenyezi Mungu, aljanna, kwamba yeye atapata pepo. Sasa tena watu nadhania utawaambia nini? Wasofahamu mambo yalivyo hakika yake. Anapokunjulia mtu anakwambia hadithi ya mtume hii hapa, kwa mtume kasema atakayenizuru mimi na akamzuru baba yangu Ibrahim, basi ndani ya mwaka huo huo mmoja tena kabahatika na uli yake ya hija ile kafanya mtu mpaka kazuru mambo hayo. Mtume anasema dhamintu lahu ala Allahi aljanna, mimi nimemchukulia dhamana mtu huyo juu ya Mwenyezi Mungu kwamba atapata pepo. Hadithi hiyo ipo, wameifanya wameisukasuka, wakaisingizia tokana na mtume hiyo. Hadithi hii batilun. Mwenye kitabu As-Sunan wal Mubtada'at anasema ni batil, maudhu'un, ni hadithi ya uongo iliyopachikwa. Hakusema mtume maneno hayo. Na si peke yake huyu mwenye kitabu As-Sunan wal Mubtada'at anasema batil hadithi hiyo,
Manake mara nyingi vitu kama hivi vikija vikibatilishwa wataruka waseme nyinyi tutakuwezeni wapi nyinyi Wahabi? Nyinyi watu kwanza hamumtaki mtume, nyinyi watu kwanza adui yenu mtume, nyinyi watu kwanza namna kama hivi na hivi na hivi. Anasema hadithi hii ni batil, mawdhu'un, tena ni ya uongo, kama qalahu, kama alivyosema hayo an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi kamweka maksudi hapa kwa sababu huyu si katika wale wenye madhehebu ya Wahabi kina Ibn Taymiyyah, kina Ibn Qayyim. La, yeye ni nani? Nawawi ash-Shafi'i, yeye ni mshafi'i. Al-Habib an-Nawawi maarufu, muandikaji wa kitabu Riyadhus Salihin, aliyekusanya hadithi za mtume kwenye Riyadhus Salihin. Yeye miongoni mwa wanaobatilisha hadithi hii ni al-Imam an-Nawawi. Akachanganyika naye hapa wa Ibn Taymiyyah, na huyo wasomtaka huyo Ibn Taymiyyah, naye pia amesema hadithi hii ni batil, tena mawdhu'un. Si wao peke yao wawili, wa ghairuhuma, na wengine wengi walipoiona hadithi hii wameisukuma, wameirejesha. Hilo jambo moja. Kwa hivyo watu waachilie mbali mambo ya kufunga safari kwa sababu ya nia makaburi kule, si ya Mtume Muhammad wala Ibrahim. Lakini fahamike vizuri, ikisema hivyo hakudharauliwa Muhammad wala Ibrahimu, wala haikanushwi ziara ya kuzuru kaburi la mtume, haikanushwi, ipo ziara. Lakini kuna kitu as-safaru, kukusudia shaddu rihal, kufunga safari, hasa mtu kukusudia haya yatajiangamiza nafsi yake mtu. Kwa hakika mtume kakataa jambo hilo. Yeye huyo unomtembelea na ukamsemea kwamba kasema haya, yeye ndo anaosema la tushaddu rihalu, isifungwe safari ya Muislamu bwana kufuatia jambo tukufu la ibada, si kaburi langu wala Ibrahim, illa ila thalathati masajid, isipokuwa safari yake kama anaifunga aiendee misikiti mitatu. Ama kama anakuja pale Masjid Nabawi, msikiti wangu huu, aje msikitini asali pale. Kama atapata fursa mwache azuru kaburi langu apite pale, hapana ubaya wote. Lakini isiwe ndo makusudio yenyewe na akaitakidi umra yake haifanikiwi, hija yake itakuwa sahihi mpaka apate kaburi langu. Hilo jambo anajidanganya. Nabii Muhammad analipinga hilo, anasema la tushaddu, na riwaya nyingine imekuja la tashuddu, musifunge. Wasilia mbali isifungwe safari. Huenda kauli hii ikaonekana kama kwamba labda katazo lake labda sio nahyan shadidan, labda jepesi jepesi kidogo hivi, haifungwi safari, ikawa kama imekuja kwa habari hivi. Lakini riwaya nyingine imekuja la tashuddu, musifunge kabisa Waislamu safari, illa isipokuwa mtume kavusha unaweza kuifunga safari ila thalathati masajid, kuifuatia misikiti mitatu. Hapo funga safari yako Muislamu, tena gharimia sana, maana unafuatia jambo kubwa mno mno. Jengine katika mambo waliyozua mahujaji na akili zao wenyewe ikawa zimeelekezwa zaidi katika mambo hayo kuliko ile ibada yenyewe, kuliko vile atakiwavyo haja kirejea Maka awe nani, ibada ya hija iwe imembadilisha kiasi gani, iwe hataki tena kujitia tope mara ya pili, kwa kuwa ahadi iliyopo ni kwamba amerejea kama alivyozaliwa na mama yake kutokana na madhambi. Basi jengine watabyidhu baitil hajj, kuifanya iwe na rangi nyeupe nyumba ya mwenye kuhiji. Jambo hilo nalo vile vile mahujaji wanalishughulikia sana, pengine kuliko yale matendo yenyewe ya ibada ya hija kule. Ati kule kenda kasukuma watu na kasababisha vifo vya watu pengine katika majamarati pale, kama tunavyozungumza kila wakati. Hizo habari tayari chapatikana huko, wameuawa mahujaji kiasi cha 30 na wakati wa kurembea vijiwe katika jamara. Na vifo hivi hatuwezi kuzuia kifo ambacho Mwenyezi Mungu amekiandika, lakini kuna sababu ya uzembe, kuna sababu ya makosa, kuna sababu za makusudi ambazo wanafanya baadhi ya mahujaji kusababisha vifo vya wenzi wao. Kumsababishia kifo aliyekwenda kuhiji bwana, umemdhulumu. Kabla ya kwenda mtu kuhiji ajue adabu za kuhiji bwana, ajue vipi atamstahi haji mwenziwe, sio kumfanya kama si lolote si chochote. Kuna wengine kule ukikuona na chupa la maji hivi, basi anakuja haombi hata kiruksa, anakwapua chupa huyo kwenda zake hivi. Ala, namna gani ya Sheikh? Halafu akirejea huku
yeye kubwa alilothamini nyumba yake, kishaagizia kwamba nikirejea nikute ishapakwa rangi nyeupe nyumba ya mwenye kuhiji. Kama si hivyo anaona kama hija yake pungufu vya ubatili. Na kule kafuatia zaidi makaburi ya mitume. Ndani ya matendo ya hija anaua kabisa watu visugudi. Sijui kama utaamini kwamba mahujaji katika jamarati wanatupa miamvuli badala ya vijiwe vilivyotakiwa kama maharagwe. Miamvuli! Anaugeuza mwamvuli kama mshale, anarembea hivi kwa ncha ile anaielekeza kule kwenye mawe, na hafiki pale karibu ya jamara, anarembea kwa mbali, tahamaki mwamvuli unataka kumtoka mtu kichwani. Na ukimpata sawa sawa kufa pale pale. Wengine wasukuma mawe kama ngumi kabisa jiwe. Na anakaa masafa ya mbali analipopotoa jiwe, tahamaki namfika mtu puani, shikioni, kidevuni. Anaanguka chini pale, na akianguka mahujaji pale wanasokotana pale, kuna kumstahi mtu anamkanyaga, anatumbuka pale pale mtu. Wala hakuna sababu ya hayo kwa hakika. Makosa yale wanayafanya mahujaji wenyewe. Wengine ni Waislamu kwa kutokujua ibada ya hija ni kitu gani, na wengine hupenya bwana. Kuna makufari siku hizo wanapenya, wanatumwa wende wakawafanyie fisadi mahujaji bwana. Kabisa. Kuna kesi ngapi zinakamatwa duniani, akipewa mtu interview ya kuisoma kul huwallahu wallahi inamshinda. Atikenda kuhiji na yeye. Tusomea al-ikhlasi hapa. Tuna wasiwasi na wewe kama si Muislamu, soma ikhlasi. Ala. Hajui kitu. Kama al-ikhlasi ngumu kwako, soma sura ya kusalia alhamdu. Ala, anatia kitoa alhamdu, anatia kitoa. Hapati. Kaa upande mtu mwingine. Tunawasasi na wewe umekuja vibaya hapa. Unakuja kusababisha vifo vya hujaji hapa wewe. Nyinyi ndio mnawasokota watu katika jamarati pale. Kwa kurembea visivyofaa. Anatoa mtu kama ataipata nafasi silaha ya kisu chake bwana, atakichomoa kisu arembee pale, kimpige mtu. Miamvuli anatupa pale, chupa za soda. Chupa anarembea mtu, papatu. Ukisikia vifo katika mahala huko, kwa hakika vimesababishwa aidha na mahujaji wasiotambua ibada ya hija, au walipenya katika ibada ya hija wakaingia watu ambao sio. Na Mwenyezi Mungu ameliona hilo zamani kwa ilmu yake ya ghaibu, ndipo aliposema wa man yurid fihi biilhadin bidhulmin nudhikuhu min adhabin alim. Na yoyote anayokusudia hapa kufanya upinzani wa aina yoyote, fujo ya aina yoyote, tukimkamata hapa, hakuna msalie mtume, hakuna compromising, nudhikuhu, tutamuonjesha adhabun alim, adhabu yumizayo. Pale hakuna hukumu nyingine pale isipokuwa ni kuondoka duniani, ni death. Wakipatikana kama hawa ni kuuawa tu moja kwa moja. Na wapo wanaingia wanapenya pale. Aidha imesababishwa na Waislamu wenyewe ambao kupata hata nukta kidogo ya kusomea kule nikafanya nini, basi anakwenda kuhiji tu, anahesabu hija 20, ya 30, ya 30 ya kazi gani wewe? Unakwenda kupiga kisugudi haji mwenzio. Umelifahamu lini? Umefahamu nini kwa ibada ya hija wewe? Hata kama unakwenda pande unasukuma papatu vishindo moja kwa moja, vijiwe mtume kabainisha kwa lugha ya wazi kabisa vitakiwavyo kurembewa ni sawa sawa na njugu nyasa au korosho ukubwa wake, au haragwe ukubwa wake ni vijiwe saizi ile. Watu watatembea machupa, miamvuli, viatu, kitu gani. Akipata nafasi mtu ya kupata nafasi ya kwenda huko, na achungulie katika shimo lile na kisima cha Jamra, atazame nani mle, ataona viatu mle, miamvuli mle, na ghasia gani. Yote haya kwa hakika sio ati mtu atajali nyumba yake kuja kuifanya nyeupe. Mambo yote bwana wakati kurejea mahujaji, angalieni sasa hivi watafanya nini mahujaji kuanzia leo. Waangalieni mahujaji wanarudi sasa watafanya nini, na watu wao wamewaandalia nini. Ile ibada ya kule sio kabisa mtu aliyokuwa akishughulikia. Wala akirejea mwenzake amuulize umemaliza yote? Salama salimini, hukumu atana mafua. Mafika Arafatin, amuulize hayo. Sasa watu wanajiandaa na maulidi ya mahujaji. Na wengine wachilia mbali maulidi, watu wengine miji mingine huko wanaandaa tarab rasmi kwa ajili ya mahujaji. Tarab rasmi pale, katika tarab rasmi jina utalotaka mwenyewe kuliita, ikiwa rusha roho, ikiwa dobosha gani pale, watachanganyika wanawake na wanaume, na watakuja wanawake pale wamevaa vibaya sana, ati wanaburudishwa mahujaji, wanakaribishwa na kupokelewa mahujaji.
Basi liko hilo jingine, tabyidhu baitil haji, ni kuiweka rangi nyeupe nyumba ya mwenye kuhiji. Bil bayadhi, kwa weupe wa rangi, waljir, na chokaa vile vile. Vitu hivi kwa hakika wanakshuhu, na mbali ya hayo kuitia nakshi nyumba, bisuwari, kwa picha mbalimbali. Inanakishiwa nyumba sasa kupokelewa haji kwa picha mbalimbali. Na wanajua Waislamu wengine kwamba pahala popote panapopicha malaika hawataki bwana, hawaingii. Wao ni kitu kichafu kabisa. Kama unataka weka kwenye album lako weke kumbusho tu, lakini viambazani bwana la. Hususan pale pahala ambapo utakufanya ibada uabudie wewe. Mtume kalikataa pazia la mkewe Bibi Aisha, pazia nobe. Kamwambia, ya Aisha, amiti anni kiramaki hadha, niondolee mie pazia lako hili. Fa innahu, kwa sababu pazia hili, la tazalu tasawiruhu, haziwachi picha zake ziliyomo ndani ya kile kitambaa, taaridhu li fi salati, kuniingilia kati mie katika sala yangu, inanifanyia tabu picha hizi. Ondosha pazia hili. Umeka pazia, mimi naelekea kibla na sali, unaweka pazia mna gani? Ondosha. Takataa Mtume hilo. Siuze tena iwe ni foto kabisa ya sura ya mtu iko katika chumba ambacho mtu anataka kusalia. Haya ndio atakayoshughulikia sana mahujaji haya. Wa kitabati ismin, na kuandika jina lake pale mwenye kuhiji, wa tarikhi alhaji, na tarehe ya mwaka gani kenda yeye kuhiji. Kwenye ukuta mle pana picha mbalimbali, pana jina lake pale, pana tarehe ya mwaka gani kenda kuhiji yeye. Alaihi, juu ya ukuta huo, bid'atun dalalatun, huo ni uzushi uliombaya sana, upotevu. Haji angalia ataishi vipi hivi sasa baada ya kumkabili Mwenyezi Mungu katika kutekeleza wito wake, baada ya kukanyaga mahala matukufu mlimoshuka Qur'ani, baada ya kupata nafasi ya kutufu al-Kaaba. Sasa yatarejea hapa, ataishi vipi? Hayo ndio mambo ya kuangalia. Asiangalie vitu kipumbavu kama hivi, vitamharibu ibada yake bure. Watadhahirun, na mambo ya kujitokezesha mbele za watu, wariaun, na kujionyesha kwamba yatoka Maka, wajahalatun, na kuna ujinga mwingine mbalimbali, wa ghaflatun, na ni mambo ya ghafla ambayo watu wameghafilika nayo, min almashru'i, katika mambo ambayo ya kisheria ya kiibada watu wameghafilika nayo, badili yake wanashughulikia haya. Wa adulun anhu, na hayo ni katika mambo ambayo yenye kujulishia ila almubtada'i almadhmumi, kwenye mambo yaliyozuliwa, yenye kushambuliwa katika Uislamu, yenye kukatazwa, almamnu'i, yenye kuzuiliwa. Wakadha, na vile vile iqamatuhum suradiqatu, kusimamisha mahema, as-sawawini, mahema haya ya kuhifadhiwa mahujaji katika baadhi ya miji. Kuna mahema maalum yanawekwa, wanachukuliwa mahujaji mpaka kwenye mahema hayo. Mahema yamehifadhiwa, au nyumba maalum za kifahari, na kuna sherehe maalum, sikukuu maalum. Leo tunakwenda kwa mahujaji leo, huko kuna maakulati, huko kuna mambo mbalimbali, huko wanakwenda watu kwa ajili ya mambo hayo. Si kwamba na yule haji naye anakubali, wallahi anapoambiwa leo siku yenu, leo tunakusanyika kwa ajili yenu na hivi na hivi, naye anakubali maskini, kwa sababu mna fahari zake mle. Na huenda wakaja wapambe wakamwambia kwamba usiende na nguo hiyo, tutakuletea nguo rasmi ya kuhudhuria katika hafla hiyo. Unaona, joho rasmi, kama ni mwanamume kilemba rasmi, na kama ni mwanamke kuna kuja wapambe rasmi wa kumpamba kuhudhuria katika mahafali hiyo. Wewe haji ati bwana, wewe haja, wewe mwanamke utakuja pale na nguo rasmi ya kwamba umehiji, leo siku yenu leo. Sasa mtu kichwa chake kimo katika fikra hizo. Hivi sasa hivi watu wanakuja huko, fikra zao zimo katika vipi nitapokelewa, vipi nitakabili, nitakwenda na kanzu gani kwenye maulidi ya mahujaji. Haya ndio alionayo mtu. Wa dhabaihimu dhabaih, na sasa kuna jambo la kuwachinjia wanyama mahujaji. Katika Eid al-Adha hakushughulika mtu kuchinja chochote, na kama kachinja basi kaingia katika daraja za njiwa. Ana njiwa wake mwenyewe, kanitafutia ni njiwa, anadanganya tu nitakuja kinjiwa. Nini njiwa? Hayumo katika mambo ya adha udhiya. Na mwingine kama kachinja kije kuku, ana kibata chake hivi, hapana, inaanzia kwenye mbuzi na kupandia juu pale, kondoo, ng'ombe, ngamia. Na wanaweza kushirikiana watu 10 kumbirua ng'ombe mmoja, kila mmoja kwa mfano wakatoa 10,000 wakapata 100,000, hakadha. La, kama si hivyo basi kichinjwa chengine kama ndege hivi nini, hapana, sicho, ni kudhalilisha udhiya, sio hiyo. Sasa pengine mtu katika Eid al-Adha hakushughulika pale kwamba hapa pana sunna ya kuchinja hapa,
Utukufu wa hija ni kuchinja sana, na kwa upande wa wanaume kule mahujaji ni kunyanyua sauti kwa talbia. Afdalul haji al-hajj wa-thajj, ni ile ambayo sauti imekuwa kubwa na nyama nyingi na damu nyingi imemwagwa. Sasa mtu akujali yale, pengine kule kafanya ubakhili, kajizuia, anakuja sasa kutoa pesa nyingi kwa kuchinjiwa wanyama katika sherehe yao mahujaji. Sasa ndo nyama nyingi ichinjwe. Nakumbuka hapa kina fulani waliporejea Maka hapa, walichinja ng'ombe 3. Sisi lazima tupite kwa mtu fulani bwana, tuchinje ng'ombe 4, 5, 6 hivi, kwa sababu tuwapite wale. Mashindano kama haya sasa inakuwa ni ushirikina, na nyama ile sasa inakuwa huwezi kuitofautisha na nyama ya nguruwe. Kwa nini? Kwa sababu dhubiha bighairi llahi, imechinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa si kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu hakusema kwamba mahujaji wachinjiwe wao wanyama katika sherehe zao, bali kawataka wao mahujaji kule Maka na wengine waliokuwa si mahujaji siku ile ya yaumun nahri, ile siku special, kama watakuchinja ukija siku ile, sio kuwachinjia mahujaji katika sherehe. Nyama zile zimeingia kwenye hatari, zile kibudu. Usije ukalalamika watu sasa watakupewa maduka hapa mjini hapa ya kuuzia nguruwe na hivi na hivi. Bwana, maguruwe tunakula siku zote sisi maguruwe bwana. Na kuliko nguruwe kabisa, nyama zozote hizi za itikadi ya mihanga hizi zote vibudu hivi. Pengine wanyama wanachinjwa kwa mechi za mipira hivi, vyote vibudu hivi. Ndani yake mna shiriki, ndani yake mna mambo ya kuzungusha ng'ombe mtaani kwa nuksi iliyoingia, yote ni maguruwe yale. Hati mtu kashtuka sana, kastaajabu sana kwamba kasikia kwamba sasa Wakristo wanadai na wao vile vile wawe na haki ya kupata maduka ya kuuzia nguruwe, japo wiki mara moja, japo mwezi mara moja. Hapa Muislamu kashtuka sana, kumbe yeye mmoja katika walaji nguruwe vile vile, lakini kwa njia nyingine haifahamu yeye. Hawa ni vibudu. Manake wanachinjwa bighairi amri ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amekataa, tena kakataa katakata, isije kamagika damu ya mnyama kuchinjwa bighairi amri yake, ikawa imechinjwa kwa itikadi jambo jingine, labda kuna mashetani damu wanywe wakiuke mara 7 damu ile. Huu ni ugomvi mkubwa kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, mkubwa mno. Maana damu imemwagwa bila amri ya Mwenyezi Mungu. Wewe mwaga kwa kiteweo tu, mwaga kwa karamu ya mwanao, si unaozesha leo, mwaga damu pale, chinja ng'ombe. Yategemea watu walioalika, mwaga vya kutosha, lisha watu chakula, furahi. Lakini kama kuna itikadi yoyote umeweka nyingine ya kufanya damu ile imwagike, umechinja kwa amri nyingine, hii jitayarishe. Fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, peanini matangazo kwamba kuna vita against na Mwenyezi Mungu na mtume wake, na nyinyi mnakaa timu moja, Mwenyezi Mungu na mtume kwa timu ya pili. Hivyo ni vita, na kwa maana ya vita atakuharibia lolote lako duniani. Usistaajabu maafa aliyokufika. Kwa nini? Umechokoza, umekwenda kuchinja min ghairi amri ya Mwenyezi Mungu, umechokoza hatari kubwa mno. Usije ukastaajabu baadaye mambo yako yote hayaende yameharibika, kumbe una itikadi mbaya. Isitoshe, watafriqihim, na kuwagawanya mahujaji kwa kuwaweka klasi mbalimbali. Wako mabwana wakubwa wanakuwa first class, hawa wanatengwa mbali, na wako wale maskini za Mungu, wale hawana majina, watu wa kawaida wanawekwa daraja nyingine, second class au third class kabisa. Kuna mashamiana yamejengwa hapo, na watakaribishwa watu maalumu hapo katika mashamiana hayo wakati wa sherehe za mahujaji hizo. Na kwa hivyo baada ya kufarikisha hivyo, lishurbati, kwa ajili ya vinywaji hapo, wasajairi, na masigireti kuvutwa hapo, moshi mtawalio hapo tena. Ala alqadimina, juu ya wale ambao wamefika katika kuwazuru mahujaji, pale pana vinywaji na pana sigara pale, na huenda pakawa mpaka pana alkoholi iko pale, yani pombe. Siku ya leo, siku yetu leo, na hivi na hivi. Huenda usishangae pakawa mpaka pana vijibia ambavyo pale vimeandikwa hii sio ile inaolewesha, hii non alcoholic, hii sio hii. Huenda ukakuta mpaka hivyo vimo ndani yake vile vile. Wa mulakati alhaji, na kumpokea aliyekwenda kuhiji, bil bayariki, na mambo ya vimurimuri. Kuna mahujaji warejea na vimurimuri bwana, vinakwenda visakina vya polisi na mapikipiki. Utafikiri yeye labda mfalme au rais wa nchi, yategemea wadhifa alio nao yeye ni nani. Watakwenda watu na vimurimuri bwana, inakuwa ni sherehe rasmi ya kiserikali pengine. Walbazi, na mambo ya matarumbeta kupulizwa
kusikilizwa, au tabul au magoma moto, brass band za polisi zinahudhuria pale. Kabla mahujaji kufika, kwanza panapigwa pale matumbuizo, wanatumbuizwa watu, alafu bende zile zinaongoza msafara ule. Kuna vimurimuri, mapikipiki. Haya yote niyo mambo ambayo yamewakaa watu vichwani. Wajtimai nisai, zaidi ya hayo ni mkusanyiko wa wanawake liazgharidi, kwa ajili ya kutoa vigeregere pale. Vigeregere kabisa, wanawake sauti zao pale wanahimizwa. Mbona mmekaa kimya jamaa? Leteni ghasia kidogo. Usikia hapo ghasia kidogo hiyo ya wanawake, tafikia kwa harusini. Tayeb, wastihdari alfuqarai, na kidogo watahudhurisha mafakiri pale, wawili watatu wapange pale. Kwa ajili gani? Lidhikri bitantiti, mafakiri wale maskini za Mungu wametolewa kwa lazima, wamebururwa, wanaambiwa waende pale wakatoe kasida au dhikri, lakini bitantiti, kwa mdundo. Yuko pale Ben Master na mkono wake pale, anataka dhikri zile zende kwa mdundo maalum, kwa rhythm maalum, kwa ajili ya mahujaji pale. Huko watu wanastarehe na vinywaji, burushaji. Pale pana vijana, pale pana maskini za Mungu, wao kazi yao, dufu yao iko pale, wanaambiwa dhikri hii, mara kasida hii, mara hivi, kwa mdundo. Na zaidi ya hayo, bila fedheha wala aibu wala kashfa, na pengine vioo vya television vitaona kwamba ndio siku ya kuonyesha, basi wanaonyesha watu leo siku ya mahujaji leo, kwa hivyo wanakaribishwa, na hii ndio hali. Au arrakhisati, au kutafuta wanawake hasa waimbaji waliovalia wakajipamba wakajiremba, liraksi, kwa ajili ya kuja pale kudengua vichwa vyao na kucheza nachi na kuzunguka huku na huku, washaghala, na kupiga madufu yao na matari, wanapita huku na huku. Kullu hadha, yote haya enyi ndugu waislamu, wa ghairuhu, na mengineyo, mimma la yaliqu, ni katika mambo ambayo hayaelekei husuluhu min muslim, kupatikana kwake mambo hayo kwa muislamu yoyote ambaye shamma, amewahi kunusa. Hayalaiki haya kwa muislamu yoyote ambaye shamma, amewahi kunusa raihata sharia, harufu kidogo ya kutambua sheria ya dini. Kakaa pahala kasikia harufu tu, si msomaji, si mwanachuoni, lakini alihudhuria mahala mkawa mnazungumzwa kidogo sheria za Mwenyezi Mungu, ikawa ile harufu yuko huko mbali imempigilia kidogo, ala kumbe sivyo hivyo, basi kajua sheria kidogo. Hayo mambo haya kwa yeye ambaye shamma raihata ash-shari'ata al-islamiyya, ambaye kanusa kidogo harufu ya sheria za Kiislamu, hayamfali hayo. Bali haya idha raahu al-ajanibu, hatari kubwa iliyopo wanapoyaona wale waliokuwa si waislamu, al-ajanibu, watu wa dini nyingine ambao ni aada al-islami, ni maadui wa Kiislamu. Hawa wakiona hayo tunayafanya, istahza'u bina, wanatocheza shere, wanakonyezana, wanasema hawa laini kuwapoteza ati hawa wenyewe tayari dini yao shaifisidi wenyewe sana. Wakiuliza pana hafla gani leo pale, pale leo panapokelewa mahujaji leo, namna ile. Basi watu wamekwenda Maka, wamemfuatia Mwenyezi Mungu katika nyumba yake kongwe Baitul Atiqi, hivi ndivyo wanavyorejea kupokelewa hivi. Basi wale ajanib istahza'u bina, hutucheza shere sisi, waarafu, na wakatambua anna hadha din, ya kwamba dini hii kumbe kullahu, yote toka mwanzo mpaka mwisho, sukhriyatun, ni kitu cha maskhara, cha utani. Hata kama alikuwa na lengo la kutaka kusilimu, akiona haya asema ngojeni kwanza Uislamu ndio narudi nyuma kwanza, wacha nijishauri kwanza kidogo. Mimi nikifikiri ninafuatia jambo kubwa, maana huku ninakotoka kuna matarumbeta, huku ninakotoka kuna mazumari, huku ninakotoka kuna vilio, watu dini wanalia tu kanisani. Huku ninakotoka saa za ibada zikifika, makengele tu mimi nakimbia haya. Kumbe ninakwenda katika mambo zaidi ya mazumari haya, zaidi ya makengele haya. Na acheni kwanza nifikiri zaidi pa kwenda wapi jamani. Nikifikiri Uislamu dini tukufu, dini hivi, anajishauri mtu bwana, anaona kumbe dini hii ni maskhara matupu yote. Akiwaona watu wanadhikiri, anauliza wale wanafanya nini wale? Mbona na wao wametiwa katika ile fensi, ile mambo ya vichekesho? Mbona baada ya ngoma fulani pale panafuatia kitu cha dhikiri? Hii ndo dhikiri hii. Hivi Mwenyezi Mungu anataka kama hivi?
kwa vishindo na kuruka kama huku na kwa midundo kama hii, kama huu ndo Uislamu, na acheni kwanza nijishauri, bado sendi pale. Al-ajanib wanasita bwana na kuona kama dini hii ni masara matupu, wa hadhayan, na ni upuuzi, walahu la'ibin, na ni katika mchezo na pumbao. Insha Allah taala, akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu, tutakuja kuyazungumza mengine zaidi katika darasa zifuatazo. Kwa leo tunafikia hapa, lakini mradi hii yote ni kuonyesha ya kwamba tuna kazi kubwa Waislamu ya kutafuta Uislamu ni kitu gani. Tuna kazi kubwa sana. Tusije tukatosheka ya kwamba mtu baba yake Muislamu, babu yake mzaa baba Muislamu, bibi yake Muislamu mzaa mama yake, na bibi wa bibi yake Muislamu, na nani wake Muislamu. Usije ukadhania kwamba hii dini inarithiwa hivyo. Hairithiwi hivi. Hii dini, hata yule mtume wa Mungu aliyepewa sheria anaambiwa thumma ja'alnaka ala shari'atin. Hata wewe tumekufanya uko juu ya sheria kwenye kila jambo. Kwa hiyo fatabiha, fata ile sheria yenyewe, fata sheria. Kwa hivyo jambo ni kufuata sheria, sio kama umezaliwa Muislamu na nani wako Muislamu, wewe mwenyewe Muislamu. Hata inafika wakati baadhi ya watu wanasema nikasikilize waadhi wa nini, mimi mwenyewe Muislamu hapa nilipo, nini sichokijua mimi, yote najua mimi. Bwana hujui kitu bwana bado. Kama ingekuwa tunajua, tusingechukua total eclipse ya kupata kwa mwezi, kwa sababu watu wengine duniani watakuwa katika kiza na wengine katika mwangaza. Hii ikawa ni dalili ya kuweka tofauti ya tarehe duniani. Kama Uislamu tunaojua, tusingezungumza hoja hizi. Tuko mbali, tena tuko shimoni sana, tuna hatari sana. Ati mtu anatoa hoja kupata kwa mwezi, ndio vitu vitofanya kwamba awe na arafa yake, ndio vitu vitomfanya vimsaidie kuwe kuna tarehe tofauti duniani. Iko sehemu nyingine ya dunia ya ardhi kama mwezi umepatwa, sehemu nyingine kuna weupe. Hawa walioko katika kiza itakuwa time yao nyingine, walioko katika weupe wako upande mwingine. Vipi watu hawa watakuwa na siku moja? Hawa ndivyo akili yake inavyomwambia. Kama ni hivi, basi tamko la kutolewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni tamko la kuondokewa, tamko la kufiliwa. Waislamu tumekwisha manake hapa, tamko la msiba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwani inapotokea hiyo total eclipse, kwani nani anahesabu siku moja leo Ijumaa na mwingine Alhamisi? Nani hesabu hivyo? Si dunia nzima leo ni Ijumaa leo. Haidhuru kwa watu usiku wa manane leo, na kwani kwamba ukiamka asubuhi wanaamka na Ijumaa vile vile. Kwa hivyo tarehe ya kizungu mwezi wa Machi leo ni tarehe 9 Machi, dunia nzima 9 of March. Hakuna anahesabu kwamba mimi bado niko katika 8. Hakuna anahesabu wengine. Hapa itakuwa ina maana kwamba tunaonekana waziwazi kwamba dini yataka kazi kubwa ya kutafutwa, ya kusomwa sana. Si kwamba mtu amekuja tu duniani kwamba ni Muislamu yatosha Uislamu wake, hapatoshi. Na wale waliosilimu leo na jana, kwa mazungumzo haya ndio tunawafahamisha kwamba wao wana kazi kubwa zaidi. Wasitutazame sisi tutafanya nini, wao utafute Uislamu unasemaje. Maana sisi tuna mambo makubwa sisi bwana. Tunaonekana haya sisi bwana na vilema vyetu bwana. Huenda haki tukaijua hii hapa na hatutaki kuifuata kabisa. Usiniangalie mimi ukisilimu sasa hivi, uangalie Uislamu, tafuta vitabu vya Kiislamu usome. Muhammad kaja na nini? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa at-tafasir warzuqna ittiba'a. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك